Safi kwema. Kwema tu, pole na majukumu, pole pia na mechi ya jana. Inshallah, asante. Hongereni pia kwa matokeo sio mazuri sana na wala sio mabaya. Tunashukuru, sio haba pointi moja kuliko kukosa. Sasa mimi nimekupigia kitu nataka nikuulize kidogo. Maana tumeona Ali Msengi kama Ali Msengi alikuwa nje anacheza soka, sasa hivi yuko kwenye ligi ya ndani hapa, lakini watu wengi bado wanajiuliza nini hasa ambacho kilichomrudisha Ali Msengi kwenye ligi ya Tanzania. Pengine watu walikuwa wanatarajia kukuona ukienda mbali zaidi, labda kwenye timu za nje, ukitoka Stellenbosch labda ukaenda labda kwenye klabu nyingine tofauti na nje. Watu wengi bado wanajiuliza nini ambacho kimemfanya Ali Msengi arudi kwenye ligi ya NBC. Unajua kwenye maisha yetu ya mpira sometimes kuna zile ups and downs, unajua. Ndio. So nilivyotoka Stellenbosch nilienda Cape Town ni Spurs. Ndio. Lakini Spurs ilikuwa miezi 6. Ndio. Lakini mpaka kulikuwa kuna changamoto za nini za permit. Kwa nilipotoka Spurs baada ya miezi 6 nikawa nimeenda Swallows. Moloka Swallows. Umeona, sasa kwenda Moloka Swallows kwa bahati nisemeje, kwa bahati mbaya Swallows walikuwa na walipatwa na changamoto ya kusajili. Walifungiwa na FIFA kutokana kuna wachezaji wa nyuma walikuwa na madeni yao pale, kwa walikuwa wamepeleka kesi FIFA. Sasa walipo kwa wakati, kwa walipofungiwa mimi nikawa bado sija registered. Ndio. Lakini nikawa tayari na contract. Kwa nilikuwa na contract na Swallows, lakini sikuwa registered kwa sababu by the time wanafungiwa ile kusajili mimi walikuwa bado hawajaniregister. Ndio. Unaona, maana yake tulikuwa kwenye maandalizi kwenda kuanza msimu pre-season, timu zinasajili na kuregister. Kwa wachezaji kama 4 nafikiri. Tulikuwa kama 4 ambao tulikuwa ni foreigner. Ndio. Kwa baada ya pale walitumia muda mrefu mpaka kuja kulipa ile deni. Nafikiri kuja kulipa ile deni mwishoni wa Disemba walikuja wakalipa. Kwa ina maana kipindi chote kile walikuwa wanacheza ligi, lakini sasa wanafanya mazoezi no games. Mazoezi no games. Umeona? Ndio. Kwa wanakuja kulipa ile deni, kukaja na mwalimu tena mwingine mpya, kama wameleta kocha mpya. Ndio. So kocha mpya unajua tena kila kocha anapokuja anakuja na utaratibu wake, anakuja na matakwa yake. Ndio. Kocha kama amesuggest anahitaji striker na striker anahitaji ni wa kigeni. Ndio. Na pale nafasi za foreigner zilikuwa zimeisha kwa sababu South ni foreigner 5 kwa timu. Unless labda wewe tayari una misimu zaidi ya 5 unaweza kaanza kusajili. Yaani wewe umeshacheza misimu zaidi ya 5 South. Ndio. Ndio unaweza kaanza kusajiliwa kama citizen kwenye mpira. Kocha akasuggest striker wake wa kigeni, basi hakukuwa na namna tena, na akasema kwa midfielder kama wakamwambia nafasi za foreigners tumemaliza, akasema hapana, basi itabidi foreigner mmoja aondoke. Ndio. Inahitaji striker kwa sababu timu ilikuwa inahitaji mtu wa kuscore. Ndio. Kwa sababu kuna changamoto ya matokeo basi. Kasa ikao kuvute pale, wanataka kuterminate contract na nini, wakataka tunitoe kwa mkopo. Mwisho wa siku tukawa wamevunja mkataba, lakini kwenye kuvunja mkataba ndio kukaa na changamoto ya wao kufanya malipo, kwa ni kesi juu ya kesi, maendala FIFA na nini, unajua. Ndio. Sasa msimu mzima nimeumaliza sijacheza. Ndio. Na ukimaliza msimu hujacheza ina maana watu hawajakuona active, yani haukuwa active, kwa ni unakuwa ni changamoto tena. Ndio.
inakuwa changamoto tena kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu wataangalia mara mwisho umecheza lini, una mwaka mzima. Ndio. Labda wengine wanahisi labda alikuwa na injury aliyomfanya akae nje mwaka mzima na nini. Sawa. Ndio. Basi kwa baada ya kutokea changamoto na nini, sikuwa na namna, kabidi nirudi tena kuanza nyumbani, kwa sababu ilikuwa ni kipengele kitaka kwenda sehemu sasa bwana mtu ajecheza na nini. Okay. Inakuwa ngumu, watu wanakuwa na sita kukusajili. Basi ndio hivyo. Kwa nikaona sio mbaya, acha nirudi kwanza nyumbani. Lakini matumaini ya kutoka tena nyumbani kwenda nje tena yanaweza yakawepo. Sasa hapo ni mimi mwenyewe, kama nakuwa kwenye performance nzuri kwenda sehemu, kutoka tena kurudi nje na kwa kazi ngumu. Ndio. Kwa nini wachezaji wengi wazawa huwa mara nyingi wanalaumiwa sana, ukiachilia mbali sababu ambazo umezitoa kwamba wachezaji wengi wazawa huwa wakienda nje mara nyingi huwa wanarudi nyumbani hawakai kwa muda mrefu, tofauti na wachezaji wengine ambao wanakuepo huko nje labda wa kimataifa? Wengi wanaona nili tunaona hapo wakina Kevin John, wakina Alphonse, acha ukiachana na Samata na Msuva. Yeah. Ado wengi wakina Novatus kutoka hapa na ingia hapa, so inategemea na sababu za mtu anakutana na changamoto gani. Kwa siwezi kusema moja kwa moja, kwa sababu sisi mtu anaweza akajaji vile anavyoamua kujaji, au akaongea vile anavyoamua kuongea, kwa sababu mtu mwingine anaweza kaongea hata hajui ndani wa jambo. Mimi nataka unifafanulie kuhusiana na klabu ya Stellenbosch. Ni klabu ya aina gani, na tumeona wawakilishi wa Tanzania Simba wamepangiwa na hiyo timu, na una kipi hasa cha kuwashauri Simba, kwa sababu una uzoefu, umecheza pale kwa muda mrefu, labda pengine unaona Simba ina nafasi ya kufuzu kwenda kwenye finali, hasa kwa kuangalia mpinzani ambaye anaenda kucheza naye. Wewe umecheza pale, nini ambacho unaweza kuushauri Simba, lakini pia nini ambacho unakitarajia katika huo mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch? Kuna vitu vimebadilika, kuna wachezaji walikuwepo hapo, kuna wachezaji wapya wameingia kwa so Stellenbosch ile ya 2022 ambao mimi niliondoka, unajua kwa mpaka kama sasa hivi wameweza kupata nafasi ya kushiriki michuano kama hivyo kimataifa, mpaka wameingia nusu finali, so vitu vinabadilika. Lakini kwa haraka nikasema ina mwalimu ambaye anaamini sana kwenye vijana. Hata ukiangalia timu yao, asilimia kubwa wachezaji ni vijana ambao so hawana umri mkubwa, unaona. Hata unaweza kusema experience yao ukilinganisha na wachezaji wa Simba, unaweza kukuta wachezaji wa Simba wana experience ya baki nyingine. Naweza nikasema ni timu ambayo iko na ile nasema spirit au commitment, ya commit kwa 400%. So mpaka kufika hapo, yani unaweza kuona kwamba ni timu ambayo inapambana kwa asilimia kubwa, inajitolea, ina push. Ndio. Inaweza kupita group stage, kwa yani kwa mara ya kwanza wanashiriki kwenye michuano ya kimataifa kila wakati. Ikitokea klabu za Kariakoo zikakuhitaji, uko tayari kwenda kuzichezea? Yaani makubaliano tu ya pande zote mbili, kama tunakubaliana basi sina shaka. Unajua mpira ni biashara, alafu mpira ukiondoa biashara, mpira pia ni maisha yetu. Ukiondoa kwamba mpira ni maisha ambayo tunaishi, pia ndoto za wachezaji wengi Tanzania na hata Afrika Mashariki na Kati na nini ni kucheza Simba Yanga, kwa sababu ndio timu kubwa Tanzania, unaona. Ndio. Kwa kama kuna makubaliano ya pande zote mbili, mimi sina shaka katika kufanya kazi. Ndio. Katika hatua ya ukuaji wako, labda pengine wakati unakuwa kisoka, ni klabu gani kati ya hizi mbili ulikuwa unatamani siku moja uje kuichezea? Mimi nilikuwa natamani kuchezea klabu zote mbili. Okay. Yaani yoyote ile. Ndio. Na yote ile. Ndio.
na ikitokea labda ofa moja hapo labda kati ya Simba na Yanga, ipi ambayo utaichagua? Sasa hiyo siwezi kulijibu. Okay. Pana hiyo siwezi kulijibu kwa sababu mimi ni mchezaji. Umeona? Ndio. Na siwezi nikasema nitaenda Simba, siwezi nikasema nitaenda Yanga. Ila niko tayari kuzichezea timu zote mbili, yote ambaye atanipa ofa kwamba bwana tunakuhitaji, tunahitaji huduma yako, mimi niko tayari. Ni muda mrefu ambapo hujaitwa kwenye national team. Tutegemee labda na michuano ya CHAN inakuja, tutegemee lolote labda kukuona kwenye national team kulingana na performance ambayo utakayoonyesha kwenye klabu yako? Uzuri mwalimu wa timu ya taifa Tanzania ni mzawa au anafuatilia ligi, kwa anaona yule atanifaa, yuko kwenye kiwango kizuri, unajua. Ndio. Kwa hilo mimi naomba niliache kwa mwalimu, kama naona kwamba okay, sasa nimuite hali au nimjumuishe hali atasaidia kwenye mapambano. Inshallah, tuseme inshallah. Ni mchezaji gani kwenye ligi yetu na mtazama kama role model? Na mchezaji ambaye nimekuwa nikimwangalia sana ndio Elasto Nyoni. Ndio. Kwa maana kwamba kwanza anamudu kucheza position zaidi ya moja uwanjani. Alafu pia amecheza kwa muda mrefu. Ndio. Yule discipline ameweza kukaa kwenye game kwa muda mrefu. Yani kwanza mimi sijaanza kucheza mpaka nimekuja kwanza kucheza nimemkuta, na mpaka sasa hivi nacheza naye bado. Japokuwa ndio hivyo anaelekea mwisho au yuko mwisho, lakini nimekuwa nikimtazama sana.